DJ, wachilia kitu. Asante. Kwa vile muda DJ, muda ndio hamna. Baba ametoka mbali, amechoka, na unaona MPs wengine wameanza kutoroka kama baba yuko hapa. Wale ambao ni MPs ambao wameondoka kuharibu mkutano wa baba, wakijua kwamba baba yuko hapa na anaondoka wote, muandike hiyo majina. Hiyo sio heshima kwa baba, kweli rongo? Wale maheshimiwa wote na MCS. Sasa ya pili niko na vitu vitatu. Number 1, while you are away baba, while you are away, one of your members of parliament was attacked yesterday. Huyo Mheshimiwa Ong'ondo Were aliatakiwa jana Kisumu Airport akiwa anangojea kupanda ndege na bwana Hesbon Omolo Agar, board member KEMSA, a brother to the permanent secretary for internal security, which means that impunity has started. Impunity has started where a low-ranking officer of a government, can now misuse the powers of his brother to intimidate an elected member of parliament. Ya pili, ningetaka kuuliza hii serikali kwamba yale mashtaka yote ambayo imewekewa Maina Njenga yatupiliwe mbali. Ya tatu, mimi mnajua nimesoma. Gachagua na mimi, nani amesoma? Ukiniweka na Gachagua katika room moja, who is illiterate? This semi-illiterate man has the audacity of telling Kenyans that Raila Amolo Odinga and his team are embarrassing him by walking with me, kutembea na mimi. While huyo mtu anajua ya kwamba katika hiyo bunge katika Kenya Kwanza, I represent Sudi, I represent Sajbina Chege, I represent Dr. Sangok, I represent huyo waziri wa kilimo na kesi zingine. Huyo siwezi. Kwa hivyo ningependa kuambia Gachagua that the man is very illiterate or semi-illiterate because he does not understand the constitution. Constitution ya Kenya inasema ya kwamba kila mtu wako na huru ya kutembea kila mahali Kenya hii. Na Mheshimiwa Wairia amesema ya kwamba wiki ijayo ataniita kwenda Mlima Kenya na nitamuuliza baba kama atakubali. I'm going to go to Mount Kenya unless Gachagua wants to expose his idiocy. And Bangie! Nisiseme? Bangi ni mmea imetengenezwa na Mungu. Hata Musa alitumia bangi. Baba wale watu kutoka Hague, baba, while you are away, waliingia hapa na wameandika statement ya wale polisi wakubwa, washaandika statement. Wenye wale ambao walituma watu kuja kuua watu wengine, the top police officers right now as we speak, the top cream have already written a statement for the Hague. Wameandika statement, ndio wameona wameweka hiyo kitu kwa bwenyenye. Wanajua kwamba sooner or later they will be appearing in the Hague kwenda kujibu mashtaka ambao wamefanya vile wamefanya. Niongee nisiongee? Nimemalizia. Wenye wametukana baba na tule tumbunge ambao tumekula pesa ya Ruto na tule ambao tumesema yes au kuanzia saa hii, mimi kama mshikauzani wa baba
Wakienda kwa matanga wafukuzwe, wasifukuzwe. Wakienda mahali watolewe suruali, wasitolewe. Na wale ambao ninasema ni wale wabunge wa ODM na Azimio MPs. Kuna wengine hapa Nairobi wanavaa vikati. Baba anawaambia kwamba Azimio policy ni kuenda njia moja hivi. Tuingine hata hatuwezi kutoa machozi. Tunaenda pale kusema ati we have the liberties. Tunaongea kama Wahindi namna hiyo. Ati I have the liberty. I was elected. Ulikuwa elected na nyanya yako ama baba? Baba Na mimi siogopi kifo. Maina Njenga, hebu kuja hapa. Wapi Korir? Wapi Korir? Wapi Korir? Korir. Kuja uonekane na baba. The first Kalenjin to oppose Ruto yuko hapa baba. Ule Mkalenjini wa kwanza ambaye amesimama na baba, tafadhali kuja hapa. Korir yuko ama ameenda? Basi kumalizia hapa, mnamuona huyu mwanaume? This man is being persecuted. He's being persecuted, not prosecuted. Manake baba ya Gachagua kazi yake ilikuwa ni kuandaa watu wa Maumau. Saizi amepewa kazi ya kwenda kumwaga chang'aa, a all vice president, a deputy president. Kumwaga chang'aa na kufuliza watu. Mheshimiwa baba, huyu ndio kijana anaitwa Korir. Yule kijana ambaye ame cause problems. Kelele Uganda. Yani the international band. Yesu wenyewe. Au DJ Weso. Wesas production. Salamia baba, salamia baba. Wanjamia kaginewe. Niga tena ni Facebook. Nimeshukuru kabisa kwa kunitambua. Nimefanya na nimesema kabisa tutakufa na baba. Nimeambia watu wangu hata kama mnataka kuniue, mniue, hata nisipouawa nitakufa. Amekuwa akinitishia kwa kifo, mimi naambia mniue. Baba nitasimama na wewe mpaka dakika ya mwisho. Kuna siku ulikuja, kuna factory Brook ulikuja ukataka kufungua. Hiyo factory itafunguliwa mpaka saa hii. Mwenye hiyo factory alitishwa na pampenyenye kutoka Rift Valley. Ati asifungue hiyo biashara ambapo angeachiri watoto wetu. Juzi watoto wetu walifanya maandamano wakatumia live bullet akaua vijana wawili. Brook kama William Samoei anaweza kuwa kosa kuhurumia watu wetu huko. Sasa maisha ya Otieno iko namna gani? Na baba asante sana. Basi tukimalizia yale mashtaka ya Maina Njenga, wale mawakili ambao wamewakilisha Maina Njenga, moja ni Martha Karua, semeni Eugene Wamalwa, semeni na mimi hapa, na sisi wote tuna act na instructions ya baba. Nataka Gachagua ajue ya kwamba anything that happens to Maina Njenga from today, na huyo Korir, mtajua ni nani ataua Maina Njenga. Asanteni sana. Muko tayari?